But the greatest word I received was when I was alone with God. Neno pekee nililolipata kwa Mungu ndilo ambalo He liliniunganisha. encountered me. Ndilo ambalo limenishikilia. He touched me. Hilo ndilo He limenigusa. changed me. Likanibadilisha. You are set for an encounter. Umeitwa kwa ajili ya kukutana. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Imani huja kwa kusikia na kusikia huja kupitia neno la Kristo. Strong faith comes from hearing God yourself. Imani yenye nguvu inakuja kwa kumsikia He Mungu. speaks to you. When He speaks to you, Pale anapozungumza na wewe. how do you know when God speaks to you? Unawezaje kufahamu pale Mungu anapozungumza na wewe? How do you know that you're saved? Unawezaje kufahamu kwamba umeokoka? I know that I know that I know. Ninafahamu kwa sababu namjua yeye. When it was time to marry my wife, when it was time to marry my wife, Nilipokuwa ninasumbuka kwenye haya maisha, I realized when it was time to marry my wife, nilipokuwa nataka kumuoa mke wangu, I realized that making Jesus the Lord of my life was number one decision I would ever make. niliweka Yesu kuwa chaguo langu la kwanza kwenye maisha yangu. But the number two important decision, I knew if I didn't marry the right one, my calling would be shot. Chaguo la pili, maamuzi ya pili yenye nguvu niliyoyafanya, ambayo kama ningekosea ningeharibu kila kitu kwenye maisha yangu. And I was not a good job picking. I didn't do a good job picking. Sikuwa nafanya kazi ya kuchagua. I always picked the wrong girls. Sikuwa natamani kuchagua. Mara zote nimechagua vimeo. I said, God, you pick this one. Nikamwambia Mungu, wewe ndio utakayenichagulia. Amen. Amen. And as I began to pray, Na hapa nitakwenda and kuomba. as I began to fast, Na nilipoanza kufunga, the Lord spoke to me, na Mungu akazungumza na mimi. and He gave me a word. Na Mungu akanipa And mwanamke He said, you shall pursue Janina. ambaye Mungu akaniambia kwamba utamwoa mwanamke anaitwa Janina. It's important to have that intimacy with God. Ni muhimu sana kuwa na ushirika na Mungu. Hallelujah. Haleluya. Because everything that is worth something is worth fighting for. Kwa sababu kila kitu ni kama kitu kinachopambana na wewe. Amen. Chochote cha thamani kinatakiwa kupambaniwa. Life is not an easy flow. Maisha sio hayaendi kiwepesi. Sometimes there's storms. Wakati mwingine kuna dhoruba. What keeps you afloat in the storm? Kitu pekee nini kitakufanya usimame imara katika dhoruba? The foundation of the Word of God. Msingi katika neno la Mungu. The foundation of what God has spoken to you. Msingi ambao Mungu amekwambia usimame. Guarantee when you get married there's going to be storms. Wengine wanadhani kwamba ukipata ndoa ndipo ambapo unaweza kusimama kwenye dhoruba. You will have to work through things. Kuna vitu viwili unatakiwa ufanye. But even in the darkest days of marriage, which we have a great marriage, Unaweza ukafikiria kwamba unaweza ukawa na ndoa kubwa. I never even considered if I made the wrong decision because I consulted God first. Kwa sababu sikufanya maamuzi ya kukosea kwa sababu nilimtafuta Mungu kwanza. When I started this church in Germany 4 years ago, Nilipoanzisha kanisa kule Ujerumani miaka 4 iliyopita. I didn't move because a denomination sent me there. Sikwenda kwa sababu kanisa langu lilinituma kule. I didn't move because a man sent me there. Sikwenda kule kwa sababu watu walinituma kwenda kule. I moved because God moved me. Nilienda kwa sababu Mungu alienda pamoja nami. May God move you into what He has. Acha Mungu aende na wewe kule unakotakiwa kwenda. In the mighty name of Katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Asante Yesu. The Bible says, Maandiko yanasema, catch this. shika hivi. The Bible says that those that know their God Maandiko yanasema lakini wao wamjuao Mungu wao should be strong. watakuwa hodari. I enjoy going to the gym and I enjoy working out. Ninafurahia kuwa Ujerumani lakini pia nafurahia kufanya vile ninavyofanya. It's not talking about this type of strength here. Sizungumzi kwa habari ya huu imara wa mwili Let me nilionao. see your biceps. Hebu simama kwanza kidogo. It's not talking about do this. We're not talking about this strength. Whoa, 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 whoa. That strength is not going to give
get you. Huo uimara huwezi kukufanya wewe ufike kule. Your strength is not going to get you through a storm. Uimara wako wa mwili huwezi kukufanya ukastahimili wakati That wa strength will get you through every storm. kitu pekee In your marriage, kwenye dhoruba wakati wa ndoa, in your business, kwenye biashara yako, in your finances, kwenye mambo ya uchumi, in your calling, kwenye wito wako, in everything that you do. kwenye chochote unachokifanya. Confidence in God. Ni ujasiri na imani ndani ya Mungu. Amen. Those that know their God shall be strong. Wote wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. That's that confidence that you have in God. Huu ndio ujasiri unaotakiwa kuwa nao ndani ya If you Mungu. study that in the Hebrew, it's yada. Unaposoma jina lake kwa Kiebrania anaitwa Yada. And if you go back to the book of Genesis and you look at what Adam knew Eve, Ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo pale ambapo Adam alimjua Eva, it says Adam yada Eve, meaning they were intimate together. pale anaposema kwamba Adam alimjua Hawa, maana yake ni kwamba Adam alipokuwa na ushirika na Eva, This walipata mtoto. intimacy brings conception. Na ushirika unaleta matokeo. Intimacy brings conception of purpose. Ushirika unaleta kuzaliwa kwa vitu. Hallelujah. Amen. No man called me. Hakuna mtu aliyeniita, God called me. Mungu ndiye May you aliyeniita. have that confidence. Na huo ndio ujasiri unaotakiwa kuwa May nao. you weather every storm. Hilo ndilo litakusaidia kusimama kwenye kila dhoruba. May God make you a sign and a wonder. Mungu akufanye kuwa ishara na maajabu. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Andiko yanasema those that intimately know their God watu wenye ushirika wa kumjua Mungu wao shall be strong. watakuwa hodari, Shall do mighty exploits. watatenda mambo makuu. I see you doing exploits. Ninakuona ukifanya mambo makuu. Hallelujah. Haleluya. 15 years ago, I was in these chairs. Miaka 15 iliyopita nilikuwa kwenye viti kama hivi. Not in Morogoro, Sio Morogoro, in Florida. kule Florida. And I was being trained. Nilipokuwa nafundishwa. But today, Lakini leo I stand before you successful. ninasimama mbele yako kama mafanikio. Not because of me. Sio kwa sababu yangu, Because I just said, God, I'm going to only do what you told me to ni do. kwa sababu nilimwambia Mungu nitafanya kile utakachoniambia I've been to nifanye. 19 nations. Nimezunguka mataifa I've 19. seen 40,000 people come to Christ. Nimeona watu 40,000 wakija kwa Yesu. May you have that testimony. Na wewe unaweza ukawa na ushuhuda katika jina la Yesu. I want you to close your eyes and bow your heads. Natamani wote tuinamishe vichwa vyetu. These last few minutes I have with you, I want to ask you a question. Dakika hizi chache nilizonazo nataka nikuulize Are swali. you walking in God's perfect plan for your life? Je, unatembea katika mpango wa Mungu kwenye maisha yako? Or are you following after your plan? Au unafuata mipango yako binafsi? Did you come today on fire for God? Je, umekuja leo kwa ajili ya moto wa Mungu? Because you can come to church. Na kwa sababu wewe unaweza ukaja You katika, can carry a Bible. unaweza ukabeba Biblia yako, You can sing. You can dance. unaweza ukaimba, unaweza ukacheza, You can smile. unaweza ukafurahi, But on the inside you know. lakini huko ndani yako unajua And God knows. na Mungu anakujua Everything is not right. na kwamba ndani yako kila kitu hakiko You sawa. can be in church, Unaweza ukawa ndani ya but kanisa far from God. lakini uko mbali na Mungu. Has there been something that came into your life? Hata kitu kipya kitokee kwenye maisha yako. It's going to be broken today. Kitu chochote kitosababisha Of lust shall be broken today. nguvu za giza zinakwenda kuvunjika usiku wa leo. Pornography shall be broken today. Nguvu za ulaibu zinakwenda kuvunjika kwa jina la Yesu. Every addiction shall be broken. Ulaibu wowote unakwenda kuvunjwa kwa jina la Yesu. Every relationship spell shall be broken. Mahusiano mabaya yanakwenda In the kuvunjika name of Jesus. katika jina la Yesu. Everything trying to stop you from fulfilling your destiny. Kitu chochote ambacho kinajizuia hatima yako, Stop you from fulfilling your purpose. kilichokuzuia kutimiza kusudi lako, The anointing shall be destroyed. kwa upako wa Yesu unakwenda kuvunjika. The enemy knows that we can stop you now. Wale maadui ambao maadui hawezi
kuweka kitu kipya ndani yako. From tonight, a grace comes upon you. Kuanzia usiku wa leo neema inakuja juu yako. You shall be holy in an unholy world. Wewe utakuwa mtakatifu na utatembea katika pure in an unpure world. Utakuwa mtakatifu na mtakatifu zaidi. You shall walk in the light in a dark world. Utatembea katika njia ya haki katika dunia hii. We need to get real with God. Lakini pekee itatokea pale ambapo tutamaanisha kwa Mungu. God sent an American all the way to you. Mungu amenituma kutoka Marekani maalum kwa ajili yako. To let you know that He loves you. Nije nikwambie kwamba To let anakupenda. you know that He has a plan for you. Nije nikwambie kwamba ana mpango na maisha Let yako. me ask you tonight. Naomba nikuulize usiku wa leo. If you were to grade yourself Kama unatamani kujijua zaidi on a grade of 1 to 5, on a grade of 1 to 5, kwenye kundi la mtu mmoja hadi watano, are you a 1? Meaning, are you a 1 meaning you're cold? wewe pekee ukiwa umeitwa, You have no relationship to God. hauna mahusiano na Mungu. Are you 3? Are you kind of hot, kind of cold? Je, wanaweza wakapatikana mtu mmoja au watatu ambao wako tayari? Are you a 4? Has there been a time where you're warm, fighting for Jesus? Au uko hapa mtu ambaye unatamani kupata moto? Let me ask you this. Or are you a 5? Are you red hot, burning for Jesus? Hata nipate hata watu watano ambao wako tayari kwa ajili ya God Mungu. is first in your life. Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako. You're telling people about Jesus. Unaweza ukawapa watu changamoto kwa habari ya Yesu. If not, I want to pray for you tonight. Kama uko hapa nataka With every eye niombe bowed, with every eye closed. na napoenda kumaliza. If you are not a 5, I want you to raise your hands. Na kama uko hapa unatamani moto wa Mungu ndani yako, unaweza ukainua I'm mkono. going to pray for you tonight. Ninakwenda kuomba kwa If ajili you're not yako. a 5 tonight, we're going to leave here at 5. Come on, lift your hands all over this place. Kabla sijaondoka natamani We're nikuombee. going to pray, and grace is going to come upon you. Ninakwenda kuomba na neema inakwenda kuwa juu yako. Come on, you're not a 5, lift your hands. Na kama upo inua mikono You're yako. not a 5, lift your hands now. Na kama upo endelea kuinua mikono yako. Inua mikono yako. God is speaking to you, lift your hands now. Mungu anaongea na wewe, inua mikono yako. God is speaking to you, lift your hands Mungu now. anazungumza na wewe, inua mikono yako We're sasa. about to pray. I do not want you to miss this. Tunataka kuomba, usikubali kupitwa na If hili. God is speaking to you now, lift your hands now. Kama Mungu anazungumza na wewe, inua mikono yako sasa. I'm going to wait 15 seconds. Ninakwenda kukusubiri sekunde 15. Make your decision now. Fanya maamuzi sasa. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Now I want you to say this with me. Sekunde 5 zimebaki. Jesus, Yesu, I want to be pleasing in your sight. ninatamani Yesu upendezwe, ninatamani nikupendeze machoni pako. Say this with me. Jesus, Sema pamoja nami, sema Yesu, I want to be pleasing in your sight. natamani nikupendeze machoni pako. Forgive me of my sins. Nisamehe dhambi zangu. Forgive me of being lukewarm. Nisamehe nikikwenda kinyume na wewe. I do not want to be spewed out of my mouth. Sitamani kutapikwa kutoka kwenye kinywa chako. I want to serve